watu wengi wanashindwa kujua mafikirio yako ambayo uko nayo ni ambayo inatuma wewe unapata kuumia. Mafikiria yako ambayo unayafikiria kichwani, ambayo haitokei duniani, ambayo inatokea kichwani mwako, ndo ambayo inatuma wewe unaumia. Na nitakupatia mfano. Tuseme kuna demu fulani ambayo unataka umtongoze. But before umtongoze yo demu, unaanza kufikiria. Unaanza kufikiria watu watanionaje? Watu watasemaje? Nitaonekanaje? Yaani gisi unaendelea kufikiria ndo gisi unaendelea kujiumiza. Kwa sababu utapata kusema huyu mtoto ama huyu mwanamke ama msichana atanikataa kwa sababu sionekane vizuri. Atanikataa sababu mimi ni mfupi. Atanikataa kwa sababu sina sura nzuri. Atanikataa kwa sababu nimezaliwa niko na pua kubwa. Atanikataa kwa sababu kinywa kinanuka. Unaona, hii yote ni mafikiri ambayo yuko kichwani mwako. Watu wote ambao wanakuzunguka hawayasikii. Ni wewe na kichwa yako ama na ubongo wako ndio mnashindana, mnapambana. Sisi wengine huku hatuyasikii na hatuyaoni kabisa. Ndio maana ninakwambia mafikiro yako ndio ambayo yanafanya unapata maumivu. Unaona? Na maumivu gani ambayo ninaongelea? Ni maumivu yale ambayo unajiumiza mwenyewe. Maumivu ambayo inatuma wewe utashindwa kwenda kumtongoza ule msichana kwa sababu umejiambia maneno mabaya kichwani. Kwa sababu umejiambia mimi sifai. Umejiambia mimi sina mwanaume kamilifu, sina pesa, mimi ni maskini. Nikienda kwake atanikatala. Nikienda kwake hatanipa nafasi. Nikienda kwake siwezi nikapata ile namba. Mafikiri ambayo unajipatia. Unakumbuka nilikwambia kujisikia vibaya ni kitu ambacho kimeumbiwa. Ni kitu ambacho kimeumbiwa na Mwenyezi Mungu kwa wale ambao wanaamini kama kuna Mungu. Kujisikia vibaya ni kitu ambacho kimeumbiwa na Mungu. Na kujisikia vizuri ni kitu ambacho kimeumbiwa na Mungu. So kama wewe unajisikia vibaya na wewe unajisikia vizuri, hakuna shida. Shida ambayo inatokea ni pale ambapo unavyojisikia vibaya unashindwa kufanya maamuzi.